Naitwa Ereneus Mwinuka, nafanya kazi na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu. Tupo katika wiki ya utumishi wa umma kuwaelimisha wakulima na wafanyabiashara za viuatilifu. Kwanza, kuwasaidia wakulima ni namna gani sahihi ya kuweza kutambua viuatilifu vyenye ubora ambavyo vimehakikiwa na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu. Tunajitahidi kuambia wakulima namna pekee ya kuweza kuchagua viuatilifu ambavyo vimehakikiwa na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu. Kwanza ni kuangalia moja kwa moja kwamba je, hichi kiuatilifu kimehakikiwa, kimethibitishwa na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu. Lakini pia namna nyingine pekee ni kuangalia tarehe ya expire date, tarehe ya muda wa matumizi. Hivyo ndo namna pekee ambavyo unaweza kuviangalia viuatilifu ambavyo vimeweza kuhakikiwa. Lakini namna nyingine pia, mkulima anaweza kawa anatafuta viuatilifu ambavyo vimehakikiwa, lakini hajui anaenda kufanyia kitu gani. Lazima ajue ni kisumbufu kipi ambacho anaenda kukidhibiti, na viuatilifu hivyo vina namna tofauti ya kutambua. Namna ipi ya kuweza kutambua kiuatilifu kimesajiliwa kwa kudhibiti kisumbufu cha aina gani? Kwa hiyo akija katika mabanda yetu atapata elimu toshelevu ya kuweza kutambua hicho kiuatilifu kinadhibiti nini, na je, hicho kiuatilifu kinafaa kwa matumizi na kina ubora ambao umethibitishwa na Mamlaka ya Afya ya Viuatilifu, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu. Lakini pia kwa wale ambao wanatamani kufanya biashara za viuatilifu, Mamlaka ya Afya ya Mimea ndio mdhibiti wa biashara zote za viuatilifu, ili kuhakikisha viuatilifu vyote ambavyo viko sokoni vinamsaidia mkulima, ili kuhakikisha viuatilifu vyote ambavyo viko sokoni vina ubora stahiki ambao umeweza kuthibitishwa. Kwa hiyo tunawashauri wafanyabiashara waje katika mabanda yetu ya Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, ili pia kuendelea kuongezwa elimu ya namna ya kufanya biashara zao za viuatilifu. Na kwa wale ambao wanatamani kufanya biashara za viuatilifu pia waweze kufika na kuona utaratibu upi ambao umewekwa na mamlaka, waweze kupata leseni, lakini mwisho wa siku waweze kuwa na uwezo wa kutoa elimu stahiki kwa wale au kwa wakulima ambao wanawapatia hiyo huduma. Mwitikio ni mkubwa sana. Wamejitahidi kwa wakulima, kwa wafanyabiashara tofauti wa viuatilifu wameweza kuja kutembelea na wameweza kupata elimu, na wengine kuna vitu vingi ambavyo walikuwa hawavijui, wanakosea hasa wanaponunua viuatilifu hivyo, lakini leo hii wameweza kuwa na uwezo na elimu stahiki ya kuweza kwenda kuitumia kule ambako wataenda kufanya biashara za viuatilifu, lakini pia kwenda kutumia hivyo viuatilifu kwa visumbufu lengwa. Ni changamoto gani kubwa ambayo tunakutana nayo katika utumiaji wa viuatilifu? Changamoto kubwa ni hasa watumiaji wa viuatilifu. Wengi hawajui, wengi wanatamani wanakuwa na shida ya visumbufu, lakini wanashindwa kujua ni kiuatilifu kipi stahiki kwa ajili ya kudhibiti hicho kisumbufu chake. Kwa hiyo kupitia maonesho haya tumeelekeza namna ipi sahihi ya kuangalia kibandiko na kutambua ni kisumbufu kipi na kiuatilifu kipi ambacho kitatumika, na namna pia stahiki ya kuweza kunyunyizia hizo sumu au viuatilifu katika mazao yao. Sasa